Na mtazamaji, zilikuwa ni picha za moja kwa moja kutoka jimbo la Florida kwa hisani ya Al Jazeera, ambapo tulikuwa tunafuatilia matokeo ya uchaguzi mkuu wa Marekani, kura zikiwa zinaendelea kuhesabiwa, lakini tumeona hapo mmoja wapo wa wagombea wa kiti cha urais kwenye uchaguzi huu, Donald Trump, ambaye alikuwa ni rais wa 45 wa taifa hilo, akitangaza kwamba ana imani kubwa kwamba yeye ameibuka mshindi, ingawa bado hatujapata matokeo kamili ya kuhesabiwa kwa kura hizo. Donald Trump anachuana na Kamala Harris ambaye alikuwa ni naibu rais kwenye awamu ya uongozi unaotamatika, na tutakuwa tunakujuza tu punde tutakapopata matokeo kamili, wakati kura zinapoendelea kumiminika na kuhesabiwa katika vituo vikuu kwenye taifa hilo la Marekani. Ni kati ya chama cha Democrats na Republicans ambapo wanachuana katika uchaguzi huo nchini humo. Tutakuwa tunafuatilia matokeo hayo kwa karibu, na pia tutakuwa tunaungana na washirika wetu kutoka kwenye kituo cha VOA kupata kujua zaidi ni yapi yanayojiri katika taifa la Marekani. Kumbuka, tutakuwa tunasubiri kuona iwapo Kamala Harris na Donald Trump nani atakaibuka rais wa 47 wa taifa la Marekani katika uchaguzi huu. Na mengi yanaashiria kutakuwa na mchuano mkali, ama kuna mchuano mkali ambao tayari unashuhudiwa katika uchaguzi huo, kura zinapoendelea kumiminika na kuhesabiwa katika vituo vya kura kutoka maeneo tofauti kote nchini. Sijui kama mwelekezi wangu atanijuza iwapo tupo tayari kuungana na Abdul Shakur ama bado tunamtafuta ili tuweze kujua zaidi kuhusiana na yanayojiri nchini Marekani. Abdul Shakur, kama unanipata vyema, ni yapi ambayo yanajiri sasa hivi? Tumeona kwenye kituo cha Florida ama jimbo la Florida, mgombea Donald Trump akiwa anatangaza imani ya ushindi, lakini bado hatujapata kupata kauli yoyote kutoka kwa Kamala Harris ambaye pia ni mgombea wa kiti cha urais katika taifa hilo kwenye uchaguzi huu mkuu. Naam, kweli Trump ametoa hotuba yake ya ushindi akisema kwamba anawashukuru wa Marekani kwa kumchagua, na akamkaribisha makamu wake, akasema sasa huyu ni makamu mteule. Kwa hivyo yeye anajichukulia ashachukua ushindi, lakini hapa Marekani kawaida ni vyombo vya habari huanza kutangaza mshindi, na hadi hivi sasa vyombo vikuu vya habari havijamtangaza mshindi yoyote. Maanake kura zinaendelea kuhesabiwa, na katika majimbo yenye ushindani bado kura zinahesabiwa. Kwa hivyo yeye anahitaji kura 4 ya baraza la uchaguzi kuweza kushinda, lakini ikiwa Kamala Harris anapata Pennsylvania, akachukua Wisconsin na kwingineko ambako kumebaki, inaweza kubadilisha hesabu. Kwa hivyo hadi hivi sasa ni vigumu kusema nani anakuwa ni mshindi, lakini inaonyesha kwamba wa Republican washaamua kwamba wamepata ushindi, kwa sababu vile vile wamechukua udhibiti wa baraza la Senate. Huo ni ushindi mkubwa sana. Abdul, tumeona kuna katika matokeo ambayo yanamiminika kwenye mitandao ya moja kwa moja, kuna baadhi ya majimbo ambayo yamepiga kura yalivyopiga mwaka 2020, na tunaona bado chama cha Republican ama cha Democrats kinaongoza katika majimbo yaliongoza mwaka 2020. Ukiwa upo katika taifa la Marekani, unahisi kwamba maeneo yaliyosalia watu watakuwa wanaangalia tofauti zilizopo katika matukio ya uchaguzi wa mwaka uliopita mwaka 2020 na kutarajia tofauti yoyote, ama wanatarajia wapige kura walivyopiga mwaka 2020? Kawaida wakiangalia 2020 au 2016 huwa analinganisha yeye yaliyotokea 2020 yatakuwa sawa na yaliyopigwa kura hii leo huku. Kwa hivyo ndio maana labda mnaona kwamba watu wanaangalia 2020. Kawaida unaangalia katika 2020 Trump alipata ushindi katika majimbo gani na Biden alipata ushindi katika majimbo gani, na hiyo ndio inasababisha watu kuangalia na kulinganisha. Lakini hivi sasa ukiangalia utaona kwamba mfano Georgia, Biden alipata ushindi katika 2020, hii leo inatabiriwa kwamba Trump amechukua tena udhibiti. Georgia kawaida ni jimbo la Republican, lakini katika mwaka 2020 lilirudi mikononi lilichukuliwa na wa Democrats, na ikiwa safari hii inarudi mikono ya Republican, inaweza kuwa jambo la kawaida.
Ukiwa Marekani, ni yapi ambayo unahisi wa Marekani wanayatazamia wakiwa wanaenda kusubiri kutangaziwa rais wao wa 47 katika taifa hilo? Ni taifa ambalo mataifa mengine kote ulimwenguni yanatazama mwelekeo wake, yanataka kuiga labda uchumi na masuala mengine ya kimaendeleo, ikiwa ni miongoni mwa mataifa yaliyoendelea zaidi ulimwenguni. Ni yapi ambayo wanatarajia yawe tofauti katika masuala ya kubadilisha maisha ya Waamerika moja kwa moja? Bila shaka ni swala la uchumi ambapo watu wanataka kuona yamebadilika, lakini vile vile wanataka kuona demokrasia. Sasa wanahisi kwamba tangu Trump kuanza siasa zake amekuwa akishambulia mifumo ya demokrasia, akisema kwamba kuna matatizo katika upigaji kura, kuna wizi. Hata katika uchaguzi huu alijaribu kusema hivyo. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo linabidi kurekebishwa. Marekani wakiulizwa walisema muhimu kabisa ni kulinda demokrasia. Swala la pili ambalo Marekani wanataka kuona ni uchumi. Uchumi umekuwa wa juu, wa ghali kabisa, na unaonyesha kwamba ughali wa maisha umetokana na kuwepo na vita kule Ukraine, vita kule Gaza, ndio imesababisha hali kuwa ngumu zaidi kulingana na mambo yalivyo. Kwa hivyo wanataka kuona swala hilo, lakini muhimu ni kwamba inategemea nani atapata ushindi. Ikiwa ni Trump, watu watakuwa na hali nzito, wanasema, kwa sababu Trump anajulikana vile alivyofanya katika nchi za Ulaya, katika nchi za dunia walikuwa hawana raha kumwona Trump. Kwa hivyo utarudia katika ile hali ya zamani. Utakumbuka kwamba Trump aliondoa Marekani katika mashirika mbalimbali ikiwa pamoja na UNESCO. Kwa hivyo watu wataanza kuingia uoga. Trump alizuia kutoa fedha katika mashirika mengine makubwa ya kimataifa. Kwa hivyo akichukua Trump, wanahisi kwamba hali itarudi nyuma. Akichukua Kamala Harris, ataendeleza sera za Biden na pengine kuimarisha sera za Wademokrat, lakini atakuwa na kazi ngumu. Ikiwa Senate imechukuliwa na Republican, hataweza kupitisha sheria yoyote, manake wakiwa wamepata viti vingi watafanya kama wakati Obama, watazuia kila kitu anayotaka kuwasilisha ili idhinishwe. Tunapotizama uchaguzi wa Marekani kutoka mataifa mengine, tukiwa kwenye mataifa tofauti tofauti, tunajiuliza iwapo kuna ubaguzi wowote katika masuala ya upigaji kura, ama kuna upendeleaji na upigaji kura katika majimbo kulingana labda na rangi ama kulingana na asili ya wananchi wa Marekani, kwa sababu tunajua wananchi wa Marekani wana asili tofauti tofauti, sio weusi na weupe peke yake, lakini pia kuna asili zingine za Kiasia ambazo ni wananchi wa Marekani. Maeneo haya yanasukumwa na mtazamo gani katika masuala ya kura, ukiangalia historia ya upigaji kura Marekani ukiwa umekuwa hapa? Kwa hakika upigaji kura Marekani unapigiwa kura kwa usawa, kwa haki na kadhalika, lakini mahala inapotokana hitilafu na ambapo wako mahakamani mpaka hivi sasa ni kwamba katika jimbo wale wabunge walio madarakani huchora ramani kulingana na matakwa yao. Wakiona kwamba eneo hili ni eneo la Democrat, wanachora ramani kuonyesha kwamba hii ni wilaya mpya au hii ni wilaya inazunguka. Kwa hivyo wanahakikisha kwamba wanapata kura katika jimbo la kura katika ile. Hiyo ndo njia pekee tunaweza kusema kwamba hapa Marekani wanatumia ujanja, manake ni sheria inakubalika, kwa sababu kila baada ya miaka 4 watu wanahesabiwa, alafu inaweza kuongeza au kupunguza idadi ya watu katika eneo bunge au eneo la wilaya. Kwa hivyo hapo pekee ndipo unaweza kusema kunapitisha hitilafu, lakini hakuna hali ya ubaguzi. Unakuta kwamba maeneo kama Georgia wanapitisha sheria kwamba wanaweza kuchora ramani ya uchaguzi namna wanavyopenda wao. Kwa hivyo utakuta saa zingine wanakata wakijua kwamba mitaa fulani ina Democrat, wanaondoa katika mchoro wa wilaya ya Republican ili kuhakikisha kwamba Republican anapata kiti. Wa Democrat nao wakichukua madaraka katika jimbo lile wanafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo hapo ndo ujanja unaotokea, lakini upande wa wizi, kuendesha kura, kupanga kuandikisha watu, hakuna matatizo yote, hakuna hitilafu na inaonekana inafanyika kwa njia haki. Asante sana Abdul Shakur, tutakuwa tunaungana nawe baadaye tunaposubiri kupata matangazo rasmi la matukio hayo ama matokeo hayo ya uchaguzi katika taifa la Marekani. Tulikuwa tumeungana na Abdul Shakur ambaye ni miongoni mwa wanahabari wa kituo cha VOA, na VOA ikiwa ni miongoni mwa washirika katika shirika hili la The Standard. Asante sana Abdul. Mtazamaji, nitakuwa nafuatilia kwa karibu matokeo hayo kama nilivyokujuza na kukuarifu yanayojiri, na punde tu atakapotangaza rasmi aliye
atakayeshinda uchaguzi wa mwaka huu wa mwaka 2024 na atakayekuwa rais wa 47 wa taifa la Marekani. Tutakuwa tunakujuza papa hapa. Usiende mbali kwa sasa, napata fursa ya kuingia madukani.